Yes, hello, welcome once more. This is Apostle Levi, na siku ya leo tunaingia moja kwa moja kwa maandiko Luka 9:61 mpaka 62. Maandiko yanasema ya kwamba mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa nikawaage watu nyumbani wangu. Bwana Yesu akamjibu akasema, mtu ambaye ametia mkono kulima kisha akaangalia nyuma, mtu kama huyo afai kwa ufalme wa Mungu. Ndugu yangu, dada yangu, mahali popote unaniangalia ama unanitazama, Luka 9:61 mpaka 62. Kwanza tunaona ya kwamba mtu ambaye ametia mkono wake kwa kulima kisha akaangalia nyuma. Yesu anasema ya kwamba mtu kama huyo afai kwa ufalme wa Mungu. Kwa hivyo usiangalie nyuma. My topic today ni ya kwamba usiangalie nyuma. Usiangalie bwana yako, usiangalie bibi yako, usiangalie watoto wako, usiangalie kazi yako, usiangalie material thing. Because God, it is not a materialistic Father. When you start looking at material things, you now start looking back. Wewe popote ambapo uko, mahali popote unanitazama, ni kitu kigani hicho ambacho uliahidi utafanyia Mungu lakini haujakifanya? Hujakifanya kwa sababu uliangalia nyuma. Na mtu ambaye ametia mkono wake kwa ukulima kisha akaangalia nyuma, mtu kama huyo afai kwa ufalme wa Mungu. 61 inasema ya kwamba na mtu mwingine akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa niende nikawahage watu wa nyumbani kwangu. Wewe ndugu yangu, wewe dada yangu, ni mambo mangapi ambayo umeambia Bwana utamfuata, lakini unataka kutazama nyuma, unataka kuangalia nyuma, unataka kuangalia mali yako, unataka kuangalia vitu ambavyo ni vya material. Tuwache visababu, tusikue watu wa visababu. Outcomes ikitokea ni mambo yako ya kufanya, unafanya kwa bidii. Outcomes ikitokea ni mambo ya kazi yako, unafanya kwa bidii na kwa nguvu zako zote. Outcomes ikitokea ni mambo ambayo yanaleta pesa kwa maisha yako, unajitolea kabisa kwa maisha yako yote, kufa kupona. Outcomes when you are looking for job, you look it with your effort, with everything that you have.
How comes when you are in need of something, you are doing every means possible to make sure that you get whatever you are looking for? But when it comes to the work of God, you start excuse. My brother, my sister, my people of God, chochote ambacho tunakifanya hatustahili kuwa na excuse. God wants what you have. As little it is, God wants it. Eliya wakati alienda kwa ule mama mjane hakukuwa na vitu, hakukuwa na kitu. Alikuwa tu amebakisha unga na kamafuta ambako walikuwa watakula tu na yeye na mtoto wake, alafu watangoja kifo. Lakini Yesu akatuma mtumishi wake ambaye ni Eliya, akaenda mahali pale, akamwambia, mama, nipe maji ninywe. Lakini pia tena akamwambia tena, usilete maji tu, leta na kakitu kakukula. Huyu mama akuangalia nyuma, hakuanza excuse, hakuanza kusema lakini nimebakisha tu kadogo kenye nitakula alafu tufe na mtoto wangu. Hakuangalia nyuma, alienda akaandaa mkate, akaletea mtumishi wa Mungu, akakula. Na wakati alileta hicho kidogo ambacho alikuwa nacho kwa mtumishi wa Mungu, mafuta hayajawahi isha ama hayakuisha, unga ikuisha. Maana Bwana Mungu alikuwa anamjaribu. Bwana anakujaribu kwa kile kidogo ambacho uko nacho. Bwana anaangalia moyo wako. Kulikuwepo na matajiri wengi sana ambao mikate ilikuwa kwao, mafuta ilikuwa kwao. Kwa nini Bwana hakutuma mtumishi wake kwa hao matajiri? Alituma tu kwa ule mama mjane. Kwa nini Bwana hajanituma kwa wale watu ambao ni matajiri, wako na kila kitu? Ni kwa wewe tu ambayo uko tu na kale kadogo. Ni ya kwamba uweze ukajua ya kwamba Bwana anakupenda, Bwana anakujali, na kwa hicho kidogo ambacho uko nacho, Bwana atakuongezea unapojitolea kufanya kazi yake. I am not here to tell you things that are not in God's line. I am not here to tell you things that cannot bring the kingdom of God in your life. I am not here to steal from you. I am here to tell you the gospel of God, the gospel of Jesus Christ by the blood of Jesus. That is the thing that is making me to be who I am today. That's the thing that is making you to be who you are today. I am not judging anybody. I am not judging people who are poor or people who are rich. No, we should not judge them, because God is the final say, is the final judge. Listen to me, my brother and my sister. Abrahamu alikuwa amekaa muda mrefu bila kupata mtoto akiwa na Sara. Bwana akampa mtoto, lakini hata baada ya kumpa huyo mtoto, Bwana Mungu wake tena, mtoto hata hajakomaa, hata hajamzalia hata wajukuu, lakini Bwana tena anamwambia na anataka huyo mtoto.
kale tu kadogo ambako uko nako, the small things you have, that's the small thing you have, that is the thing that God wants. How can you be trusted with millions if you cannot submit even the 100, even the 10 bob you have? God wants to test your heart. You cannot say that you love God when you have something small, you are not even giving that small. Mshahara ni kidogo, sawa, una complain, lakini are you tithing? Are you offering? Are you giving sacrifice to God? Yes, you claim you get 100 bob. Are you giving that 10 bob? Are you giving that small thing that you have? You claim that the unga ni kidogo, but kama unga ni kidogo unapeana. Are you giving it? Salvation starts from your heart. Blessing starts from your heart. Breakthrough comes from your heart. Anointing starts from yourself. Allow God, the Holy Spirit, to enter you for the work of God. Unapokubali Roho wa Mungu akiingia ndani yako, ubinadamu unaondoka. Mawazo ya kibinadamu inaondoka. Kwa maana Roho wa Mungu ndiye ametawala. Tamaa zinaondoka. Wewe uko tu na kagari kamoja, wewe uko tu na kaunga kidogo, wewe uko tu na kamshahara kidogo, lakini umekwamilia tamaa. Watu wamekuwa wezi mpaka wanaiba kile cha Mungu, watu hawatithe, watu mpaka unaibia Mungu kwa sababu ya tamaa. Unasema ni kadogo. Kwani Mungu hakuwa anajua ni kadogo? Mungu ana mipango yake ya ajabu na anajua ulicho nacho ni kidogo, lakini hicho kidogo tu ndicho Mungu anahitaji. Tunaona ya kwamba wakati Abraham aliambiwa ya kwamba huyo mtoto Mungu anataka amtoe sacrifice, hakuanza kuambia bibi yake story, maana alijua ya kwamba akianza kusema ama akianza mambo yataanza kuharibika, kutakuwa na complication. Ndio maana nimekuambia kwamba don't let your wife or your husband to drag you back, to pull you down, to pull you back. God is telling you to give this, and instead of giving this, you go start telling your partner about giving it. At the end of the day, you find that umeshaushika and you have not given it. Imagine kama Abraham angeenda kuambia Sara ati Mungu anataka huyu mtoto, singekuwa vita kwa nyumba? Ingekuwa vita kwa nyumba. Imagine kama ule mama mjane angeambia mtumishi Elia ati kamebaki tu kadogo Kenya atakula alafu akufe, na mtoto wake ama angeambia mtoto wake unaonaje, tupigie mtumishi wa Mungu ama tukule alafu tungoje kukufa? Baraka ingepatikanaje? Baraka ingepatikanaje? Ni mambo mengi sana sisi kama Wakristo tumeweka excuse. Na pia ni mambo mengi sana ambayo sisi kama watumishi wa Mungu tumeweka
excuse. Maana maandiko yanasema ya kwamba mtu yule ameweka mkono wake kwa kulima kisha akaangalia nyuma, mtu kama huyo hafai ufalme wa Mungu. Ndio Yesu akufikie alikuwa ametoka kwa mwingine, maana maandiko inasema ya kwamba na mtu mwingine, inamaanisha Yesu alikuwa ametoka kwa mtu mwingine na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Huyo mtu mwingine akaambia, Bwana, nitakufuata. Lakini wewe ni mambo mangapi yenye wewe unataka una promise Mungu alafu unaanza lakini? You promise God, then you start saying lakini. You promise to give, then you start saying lakini. You promise to settle things, then you start saying lakini. You promise to have something, then you say lakini. You know, sometimes we just fail because of the excuse that we give. Usiangalie nyuma. Usiangalie nyuma kwa vyovyote vile. Usiangalie mke wako, usiangalie bwana yako, usiangalie kazi yako, usiangalie watoto wako, usiangalie vitu vya material things. Angalia Yesu, angalia msalabani, angalia nguvu ya Mungu, angalia upenyo wa Mungu, angalia upako wa Mungu, angalia uwezo wa Mwenyezi Mungu, angalia nguvu ambayo inatokana kwa Bwana. Because when you start giving excuse, you start hesitating. Una hesitate. Why you unaanza kusema nataka lakini, nitafanya lakini. Maandiko yamekataa. Mtu aliyeweka mkono kwa kulima kisha akaangalia nyuma, mtu kama huyo hafai kwa ufalme wa Mungu. Kayandiri papa. You know, my brother, my sister, we have corrupted our mind. We have corrupted our souls. Just because we have a small thing, just because we have small, just because we see this is too small to give, you corrupt your mind. Just test God. No, God is testing you. Na pia amesema ya kwamba mjaribu Mungu kwa kutoa, uone kama atakupa zaidi. Na tena hata zimwagike zaidi, zisindiliwe kabisa. Mke wa Lutu wakati walikuwa wanatoka kwa ufalme, walipokuwa wanaenda, mke wa Lutu akafikiria, nimeacha ng'ombe, nimeacha mifugo yangu, nimeacha mali mingi. Akaangalia nyuma. Kuangalia nyuma, akawa jiwe tena la chumvi. Kuna watu wameangalia nyuma wakawa mawe spiritual. Unajua, unaweza kuwa unasema mtumishi, unasema kuna mtu ameangalia nyuma akawa mawe, mbona waonekani kama ni mawe? Spiritual, you are stones. Spiritual, you are stones because of the excuses. You died long time ago spiritual because you decided to look back. Unaamua kumtumikia Mungu wa ukweli, alafu unaletwa kwa mizimu ama unaletwa kwa madhabahu ya miungu kwa sababu ya pesa. Umeangalia nyuma hivyo, umekuwa mawe tena ya chumvi.
kama mke wa Lutu. Kama Lutu pia yeye angeangalia mke wake, tena angekuwa mawe. Lutu, congratulations, alienda, hakuangalia nyuma. Usikubali chochote kikurudishe nyuma. Usikubali chochote kile kikurudishe nyuma. Do not look back. Focus. Praise the Lord. Focus forward. Kwa sababu mtu yoyote ambaye ametia mkono wake kwa ukulima kisha akaangalia nyuma, mtu kama huyo afai kwa ufalme wa Mungu. Ndugu yangu, dada yangu, ni wakati mwingine mwema ambao unastahili kumwambia Mungu akusamehe. Bwana akusamehe kwa kuahidi mambo ambayo hujatekeleza, kwa kuangalia nyuma, kwa kusema mshahara ni kidogo, kwa kusema kaunga ni kadogo, kwa kusema kamafuta ni kadogo, kwa kusema hii gari ni ndogo, kwa kusema hii huduma ni ndogo, kwa kusema hii kitu ni kidogo. Sasa nitapeana nibaki na nini? Utabaki na Yesu. Give, you remain with God. He is a giving Father. If he is a giving Father, who are you not to give? Give. The only way for you to receive back, it is by giving. You know, naweza kuwa nasema vitu mtu akaona ya kwamba mimi nataka tu labda ni waibia ama niwafanyie nini, but I am telling you the truth. Whether you like me or you hate me, I am telling you the truth. Give and you shall be given back to you. It shall be given back to you. Knock and it shall be open. Omba na nyinyi mtapewa. Now, God is just above everything you can think of. God is above your car. God is above your job. God is above your money. God is above your unga, your mafuta, your everything. God is above it. That is why I'm here to give you this word. And the word of God, it is always right. You know, I am just a servant of God. I am just an apostle of God. Just to take out the gospel the way it is. No contradiction. Whether you beat me, whether you... I don't care. What I care is that you get the right gospel. My brother, my sister, no excuse for the work of God. Epukana na mapasta matapeli. Epukana na manabii matapeli. Just follow the commandment of God. Just follow the rules of God. Just follow the strength of God. Just follow the kingdom of God. Just follow the anointing of God. Just follow what Jesus says in your life. People can say things. People can plan things. But ask yourself, is that a plan of God? Are you getting out of the way of God? Be with God all the time. Be with God in everything you do. Be with God in every way, in every direction. Be with God. You are there watching me. I do not want anything else. I just need you to know the truth, that anyone who begins something, then he looks back, is a failure.
If you want to become a failure, start something, then you say that now this thing is taking too much. Now this thing is not bringing profit. Now you leave it. Fight on. It doesn't matter what you're facing. It doesn't matter what kind of situation you are doing. Fight on. Because you got Jesus, you got the power of God, you got the blood of Jesus to fight for your battle, to fight for everything that you are looking for. And God is not poor. Jesus was never poor. He is a giver. He is everything. You cannot give to God, then you remain to be poor. You shall be blessed. You just look at me, then you start telling me that when I give my car or when I give my small unga, what will I remain with? You remain with Jesus. You remain with Jesus. Kama ule mama alipeana unga na unga ijawahi isha, ikuisha, mafuta ikuisha. Have faith. Have faith. Tell God to forgive you. Tuambie Mungu atusamee. Mungu atusamee. Mungu atusamee kwa kuahidi mambo na tunakosa kufanya. Mungu atusamee kwa kufanya mambo ambayo yanaenda kinyume na mapenzi yake. Mungu atusamee kwa kuwa wazembe. Mungu atusamee kwa kuangalia nyuma. Hatukupaswa kuangalia nyuma. Mungu akaweze kutusamee. My message today is that don't look back. Kwa Kiswahili, usiangalie nyuma. Ukishaweka mkono wako kwa ukulima, usiangalie nyuma. Mchagua jembe si mkulima. Unapoeka jembe lako na uanza kuchagua tena, useme hili alilime vizuri, hili, wewe ni mvivu. Focus. I thank God for you. Thank you for my listener. Thank you for my viewer. Thank you for those who are watching me. I thank God for this hour. Just lift your hand and I need to pray for you. I need to pray for you, wherever you are. Father, in Jesus' name, I pray for your mercy. I pray for your glory. And I pray for your forgiveness, Lord Almighty. Forgive your people, Lord Almighty. Forgive, Lord, for those who promise and they did not give, Lord Almighty. My Father, they just need to start afresh. I proclaim the name of Jesus in their life. I proclaim your hand in their life. I proclaim your power in everything they do, Lord Almighty. My Father, it is another time, Lord Almighty, that the Lord, you strengthen them again. That the Lord, you strengthen them, Lord Almighty. Remember them, Lord Almighty. Remember their family, Lord Almighty. I break every covenant of the enemy. I break every enemy, Lord Almighty, in their life. I break every stagnation. Those things that are stagnated, my Father, to start moving. It doesn't matter how people they talk about their life. It doesn't matter what plans people plan through their life. What matters is you, Jesus, in their life. What matters is the blood of Jesus around them, Lord Almighty. My Father, those who are sick, may you heal them, Lord Almighty. Those who are needing something, Lord Almighty, provide for them. Lord, increase in their life. And it is in Jesus' name I pray and believe. Amen. Amen. I thank God. If you are here and watching this and you like to minister with us, just right there at the comment. You can always find my number there. If you like to support the ministry, you can always find my number there, and God will bless you, and God will be with you, and God will stand with you in everything that you are doing. Remember, God is able. Remember, God is everything. Remember, God is
is stronger. Remember, God is able in everything that you are doing. In everything you do, remember that God is the King. The key of life is God, and God will bless you abundantly. Remember to follow the commandment of God in everything you do. And it is in Jesus' name I pray and believe. Amen.